Katika video ya siku ya leo, msikilizaji ambaye unapenda kunifuatilia, naenda kukuletea siri muhimu ambazo unapaswa kuzifahamu katika utengenezaji wa sabuni za miche, sabuni za magadi, sabuni za vipande, pamoja na sabuni za kuogea. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Kazi yangu kubwa ni kuletea makala mbalimbali ambazo zinahusiana na utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za viwandani, lakini ukiwa upo nyumbani au maeneo yoyote yale. Lakini pia nimekuandalia vitabu kadha wa kadha, nikianza na kitabu cha Ujasiriamali ni Ajira. Ni kitabu ambacho nimekuandikia sabuni za vipande, sabuni za miche, sabuni za kuogea, sabuni tiba pamoja na sabuni za magadi. Kinapatikana katika mfumo wa soft copy pamoja na hard copy. Popote unatumiwa. Lakini pia kuna kitabu nimeandika kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Ni kitabu ambacho ndani yake nimeandika sabuni za maji, nimeandika shampoo, nimeandika tiles cleaner, nimeandika jiki, nimeandika losheni, mafuta ya mgando pamoja na bidhaa zaidi ya 21 ndani yake. Kinapatikana katika mfumo wa soft copy pamoja na hard copy. Kitabu kingine cha tatu na cha mwisho nimeandika kitabu kinaitwa Nguvu ya Maamuzi Maishani. Hiki kitabu cha Nguvu ya Maamuzi Maishani ni kitabu ambacho kitakusaidia wewe kujisimamia ikiwa yamkini umekuwa mtu wa kukata tamaa, mtu wa kujaribu kitu na kuacha. Unakuta umeanza kufanya biashara, hujajeza miezi mitatu, biashara yako ikaiva, ukaanza kuvuna matunda, tayari umeshaitelekeza biashara yako, kusikiliza maneno ya watu wengine, unafanya mambo kwa ajili ya kuwafurahisha watu wengine na sio wewe. Kwa hiyo kitabu hiki kitakusaidia sana namna ya kujisimamia katika mipango yako ya ujasiriamali. Lakini pia kinapatikana katika soft copy pamoja na hard copy. Hivyo basi, ikiwa unahitaji nakala ya kitabu au unahitaji madarasa ya ubunifu wa kuzalisha bidhaa mbalimbali, utanitext kupitia WhatsApp namba 0783500971. Karibu sana msikilizaji, kama nilivyokuahidi katika video ya siku ya leo, naenda kukuletea siri muhimu ambazo unapaswa kuzijua katika utengenezaji wa sabuni za vipande pamoja na miche aina mbalimbali. Jambo la kwanza msikilizaji, unapaswa kufahamu kwamba sabuni za miche zinatengenezwa kwa kutumia mafuta ya mise pamoja na mafuta ya mawese. Kuna mtu mwingine ana uwezo wa kutumia mafuta ya mise peke yake akatoa sabuni, lakini pia kuna mtu mwingine anaweza kutumia mafuta ya mawese peke yake na akatoa sabuni nzuri. Sasa matokeo yatakuwa tofauti. Kwa hiyo mafuta mazuri zaidi kutumia katika uzalishaji wa sabuni ili yakupe matokeo mazuri ni mafuta ya mise au mafuta ya mboza. Wengi wetu hupenda kutumia mafuta ya mawese kwa sababu ni bei rahisi, lakini changamoto zake ni kubwa zaidi, kama vile sabuni kukosa mapovu ya kutosha, sabuni inakuwa ngumu kupitiliza, pamoja na matokeo mengine ambayo sio mazuri. Tofauti ya kutumia mise na yule atakayetumia mawese, yule atakayetumia mise sabuni yake itakuwa na povu, itakuwa ni povu kubwa, lakini pia ni povu laini ambalo linatoa matokeo ya haraka. Mafuta haya ya mise yanakuwa yana asili ya kuganda yanapokutana na ubaridi. Hivyo unapaswa kuyachemsha pale unapokuwa unataka kuyatumia, kama nilivyoelekeza katika baadhi ya video zingine. Mafuta ya mawese huwa yanakuwa ni mafuta mekundu, lakini mafuta ya mise huwa yanakuwa ni mafuta meupe kama mafuta ya kula, lakini hayatumiki katika matumizi ya kula. Lakini mafuta ya mawese watu wengine pia kama nchi kama vile Kongo hupenda kuyatumia kama chakula, kuyatumia kuyapikia samaki pamoja na matumizi mengine ya mboga mboga na matumizi ambayo yanahitajika katika mafuta. Hiyo ni siri namba moja. Siri namba mbili, lazima uwe na kemikali ambayo inaitwa caustic soda au sodium hydroxide. Kumbuka kwamba caustic soda ndio kemikali pekee ambayo inatumika kuchanganywa na mafuta yaliyoyeyushwa ili kutoa matokeo ya sabuni. Kwenye sabuni kuna badiliko ambalo la kisayansi linaitwa saponification. Saponification ni muunganiko kati ya mafuta pamoja na caustic solution. Hasa caustic soda naomba niielezee kwa sababu hii hapa ni siri ya pili na ni muhimu zaidi. Unapokuwa unatengeneza sabuni ya aina yoyote ile, ya kipande, ya magadi pamoja na ya miche, hakuna njia ambayo unaweza kukwepa caustic soda. Tofauti na hapo, labda utumie soap base. Sasa soap base huwezi kufanya production kubwa kiasi cha kuweza kuhimili labda soko. Kwa kikubwa utatumia caustic soda au sodium hydroxide.
huwa inaandaliwa siku moja kabla ya siku ya uzalishaji. Ikiwa wewe unataka kutengeneza sabuni siku ya kesho, basi siku ya leo unapaswa kuiandaa kwa kuichanganya na maji. Kwa hiyo kuna uwiano kati ya caustic soda na kuna uwiano wa maji husika ambayo yanatumika kwa ajili ya kudilute hiyo caustic soda. Sasa ikichanganywa na maji huwa inakuwa ni ya moto sana. Kwa hiyo wakati unachanganya na maji, zingatia kuvaa vifaa kinga, lakini si tu vifaa kinga, hata mazingira ambayo unaikoroga yawe tulivu, yasiwe na population ya watu au wasiwe sehemu ambayo kila mtu anaweza kupita kirahisi. Kwa hiyo ni mazingira ambayo yanajitegemea. Kwa hiyo utaiacha masaa 24 baada ya kuidilute na maji, itakuwa imepoa. Baada ya hapo ukitaka kuitumia sasa lazima uwe na kifaa ambacho kinaitwa hydrometer. Kwa hiyo nitaendelea katika siri ya tatu. Siri ya tatu katika utengenezaji wa sabuni za vipande pamoja na miche ni muhimu na ni lazima ukitaka matokeo mazuri uwe na kifaa ambacho kinaitwa hydrometer. Hydrometer ni kitu gani? Hydrometer ni kifaa maalum ambacho kinatumika kupima wingi wa kemikali ndani ya maji, au ni kifaa ambacho kinatumika kupima idadi ya maji ndani ya kemikali husika. Nafikiri hapo umenielewa vizuri. Kwa hiyo usipokuwa na hydrometer, matokeo ambayo utakutana nayo ni yapi? Matokeo utakayokutana nayo ni pamoja na kuzidisha kemikali katika sabuni, au unaweza ukapunguza kemikali katika sabuni. Kwa hiyo ile hydrometer inakuwa ina vipimo maalum ambavyo vinaitwa bomu. Hasa zile bomu zinakuwa zina kiwango. Kwa hiyo itategemeana wewe unataka kutoa sabuni ya aina gani na uweke bomu kiasi gani vile utakavyofundishwa na mwalimu wako. Lakini kama haujui kuitumia hydrometer au hujui kabisa kutengeneza sabuni, siku yako ni leo ndo mara yako ya kwanza kuweza kuwasha video hii, unaweza ukanitext WhatsApp, mwalimu nahitaji kujifunza, nitakupatia utaratibu wa kupata mafunzo yetu ili na wewe uwe mmoja wa wanufaika wa elimu hii ya ujasiriamali. Kwa hiyo hydrometer unapima, unaconfirm kile kiwango cha kemikali. Ikiwa iko juu na kuelekeza namna ya kuishusha chini, na kama ikiwa chini basi nitakuelekeza namna ya kuipandisha kufika kile kiwango sahihi ambacho unapaswa kukitumia. Athari ambazo unaweza kukutana nazo usipotumia hydrometer ni unaweza sabuni yako ikawa ngumu kupitiliza, au watumiaji wakitumia sabuni yako kwa sababu kemikali itakuwa imezidi na hujaipima kwa kipimo maalum ambacho kinaitwa hydrometer, basi inaweza ikawawasha au inaweza ikawachubua wale watumiaji, mwisho wa siku ukakosa soko. Hiyo ni ya kwanza. Changamoto ya pili, sabuni inaweza isigande, ikawa tepetepe siku hadi siku, ukawa unasubiri siku za kuganda sabuni na siku isigande sabuni yako, siku nenda rudi. Kwa nini? Kwa sababu haujafuata vipimo sahihi. Na katika uzalishaji wa bidhaa za viwandani hakuna bidhaa ambayo unaweza kusema unaweka kipimo kwa kukadiria. Isipokuwa kipimo pekee ambacho unaweza kukitumia kwa kukadiria ni rangi, kwa sababu huenda unataka rangi kidogo au rangi kolee sana. Kwa hiyo katika rangi hakuna limitation yoyote ambayo inakulimit wewe kuweka nyingi, kidogo au kiasi. Itategemea na soko lako linatakaje, au wewe mwenyewe mhusika au mzalishaji unapendelea matokeo ya aina gani. Kwa hiyo siri ya tatu ni hydrometer ambayo unapaswa wewe uwe nayo. Siri ya 4 na ni siri ya mwisho pia, ni lazima ufanye mchanganuo wa bei wakati unazalisha sabuni zako za miche, za vipande au sabuni za magadi. Mchanganuo wa bei ni kitu gani? Mchanganuo wa bei ni kitu pekee ambacho kinakupa wewe dira ya namna utakavyoanza uzalishaji wako kwa upande wa gharama, namna utakavyouza, na baada ya kuuza ile jumla ya mauzo utatoa zile total cost ambazo ulizitumia, kinachopatikana kile kinakuwa ni faida yako. Sasa mfano, mimi nimenunua mise 70,000, nikanunua caustic soda 65,000. Kwa ninapaswa kujumlisha gharama zangu zote nilizotumia katika uzalishaji mzima, mpaka bodaboda ambayo nimepanda, mpaka vocha nilionunua wakati nahangaikia uzalishaji, vyote kiujumla lazima nivijumlishe. Nitakapopata jumla kuu na mzigo utakapokamilika, nitaufungasha ule mzigo, nitaupeleka sokoni. Baada ya kuuza wote na umeisha, ninakuja kukaa chini kuangalia kile kilichopatikana, ninatoa kile ambacho nilikitumia mwanzo, ninatoa. Kwa kinachopatikana ndo inakuwa ni faida ya mzunguko wangu ambayo nimeitengeneza. Asante sana kwa kuweza kunisikiliza. Naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lordness Enterprises.
Karibu sana kwenye ujasiriamali. Ikiwa unapenda kujifunza, ikiwa utapenda kujipatia nakala za vitabu, utanitext kupitia WhatsApp namba 0783 50 09 71. Asante na karibu sana kwenye ujasiriamali.